Review ya Ruling Party Manifesto nayo ni moja ya kitu ambacho lazima ukifanye wakati unafanya analysis of development frameworks and policies. Na hapa tunazungumzia kwa Tanzania, tuna maana kureview ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambacho ndio chama kinachoongoza serikali kwa sasa. Kwa hiyo hapa tunafanya hii kwa sababu tunataka kufocus kwenye kuensure kwamba institutional strategic plan ina align with political priorities na commitment ambazo watawala walizifanya wakati wanaomba kula, kwa sababu at the end of the day serikali inayoongoza madarakani ndio kile chama, serikali yake ndio imeweka serikali madarakani. Kwa hiyo yale ambayo walikuwa wameahidi kwenye manifesto yao inabidi taasisi za umma zitekeleze. Ndio maana huwa inafika kipindi unadaiwa upeleke taarifa kuhusu utekelezaji wa ilani ya uchaguzi, na ndio utaratibu kwa sababu ndio serikali yake iko madarakani. Kwa hiyo ni muhimu sana kupitia document hiyo, ilani ya Chama cha Mapinduzi, ili uweze kujua wakati unaandaa strategic plan unaenda kuaddress vipi yale mambo ambayo yanahusu taasisi yako ambayo yamesemwa kwenye ilani, uonyeshe pia uniqueness ya wewe unaenda kufanya nini kufanya wakati unaenda kutekeleza strategic plan. Kwa hiyo tuna sababu ndio hiyo, kualign with political priorities na kujionyesha kwamba taasisi yetu inajali masuala ya kisiasa pia. Kwa tuna review Ruling Party Manifesto to ensure that institutional planning ina reflect national political commitment and the priority areas that guide public sector performance. Na roles kwenye strategic plan ni kuwa na guide implementation focus, strengthening policy alignment kwenye political alignment. Kwa Ruling Party Manifesto ina provide direction on the priority sector programs and interventions. Ina ensure that institutional strategies zinatakiwa ziwe responsive to government commitment and support implementation of the Ruling Party Manifesto. Scope yake ni kufanya prioritization, priority commitment, sectoral directives and the flagship initiatives. Kwa uta focus kwenye mambo ambayo yanahusu commitment zilizopo kwenye manifesto, lakini uzirelate na institution yako, mandate yake. Usifanye vitu ambavyo havipo kwenye mandate yako. Uvirelate na mandate ya kwenye taasisi yako na sector priorities as well. Lakini pia kuna flagship projects huwa zinasemwa kwenye ilani na service delivery improvement kwa ujumla, wana mambo ya kuboresha utoaji huduma. Kwa ni mambo ambayo wakati una review uwe unayaangalia vizuri. Approach ni kama document zingine. Kwa hiyo expected output kwenye hii ni kuwa na matrix ambayo umechagua relevant commitment zinazokuhusu taasisi yenu, alafu uzialign hizo insights na strategic input zako. Kwa hiyo output ina include identified manifesto commitment relevant to institution, analysis of the alignment, to what extent wewe ukiziangalia hizo commitment unajialign kwake, na input ambazo zita inform strategic issues wakati unatengeneza strategic plan yako, kwa maana ya objectives na interventions, yani kwa maana ya strategies ambazo utaziweka. Hayo ndo mambo ambayo ni msingi sana uhakikishe unayaweka, na hii tool nitaiweka Word document yake kwenye chini ya video hii hapo. Kwa hiyo itakuwa downloadable, unaweza ku download na ukaona jinsi ambavyo inakusaidia kwenye kufanya review ya Ruling Party Manifesto. Ni muhimu sana document pia kuipitia, ni muhimu sana kwa sababu ndio huwa tunadaiwa ilani za chama. Kwa kama hautaipitia vizuri, unaweza ukajikuta wakati wa kudaiwa ripoti hauna cha kuripoti. Kumbe ukijiandaa ukapitia vizuri, unajua exact wakati tunatekeleza SP yetu, mambo ya msingi ya kuyazingatia ili tuweze kujibu mambo yaliyopo kwenye ilani ni yepi. Kwa hiyo ni muhimu sana. Kwa hiyo pitia video nzuri, download hiyo matrix na uone namna ambavyo
utaitumia kwenye taasisi yako. Asante sana, tuonane kwenye session inayofuata.